Na ukiongelea masuala ya application, watu wengi tumekuwa tukitumia application tofauti tofauti katika simu zetu. Unakuta kila mtu ana app zake ambazo anapenda kuzitumia, huyu mwingine pia na application zake. Lakini kumekuwa kuna application baadhi ambazo unakuta kila mtu anazo. Hivyo baadhi ya application za wajanja wanazozitumia ambazo naamini wewe mwenyewe ukizipata utaenjoy. Inawezekana pia zingine ukawa nazo, lakini kama utakuwa huna basi itapendeza zaidi na mimi utanufaika na hizi hapa. Kuna hapo zipo 5 hapa nimekuletea, ambazo application ya kwanza kabisa inaitwa Airtime Load App. Hii hapo bana, msaada wake ni katika kuweka vocha. Japo watu wengi sana wamekuwa wakitumia kama kitaka kuweka vocha basi anatumia Alopesa, M-Pesa, anajiunga moja kwa moja kama kitaka kujiunga bando. Lakini kuna muda unakuta unakuwa huna hela kwenye simu, kwa hiyo unaamua kununua vocha sasa. Kwa hiyo kama utataka kuamua kwenda kununua vocha, naamini kabisa application hii itakusaidia. Ni app ya kuscan vocha hii. Kwa hiyo utakwangua vocha yako, kisha utachukua simu yako, utaskani. Moja kwa moja salio lako litaongezeka kwenye simu, vocha yako itakuwa imeingia vizuri kabisa. Application pia ya pili ni application inaitwa Clockwork. Hii nayo umuhimu wake ni kwa ajili ya kutunza picha zako sasa kwa siri. Kama una picha zako, video au mafaili yoyote yale ambayo hautaki mtu ayaone. Kama unavyojua katika maisha yetu kuna muda mwingine unazima simu, watoto wanaangalia video, au watu wanazima, marafiki wanazima simu yako waitumie. Kwa hiyo wanawezekana wakaingia wakaona mafaili mengine, picha zingine au video ambazo hawakupaswa kuziona. Kwa hiyo application hii itakusaidia katika kuhifadhi video zako, picha, document na mafaili tofauti tofauti. Na application hii ni tofauti sana na application zingine. Hii ni hapo ambayo inakupa uwanja mpana sana wa kuibadilisha. Unaweza ukabadilisha icon yake kwa namna yoyote unavyotaka. Ukabadilisha ikawa calculator, ikawa weza, ikawa namna yoyote unataka wewe. Kwa hiyo ina option nyingi sana. Kwa utachokifanya utaweka saa yako pale, muda fulani labda saa 7:30. Ukibonyeza pale basi itakuwa imeshalock. Ukitaka kufungua vitu vyako viangalie, utaingia, mwisho utaweka lock ambayo uliweka ile muda ulioweka itafunguka. Kwa hiyo ni hapo ambayo pasi kuikosa katika simu yako kwa ajili ya kukusaidia kipengele cha kuficha mafaili yako, picha na video. Hapo namba 2 hiyo. Application namba 3 inaitwa Duplicate File Remover. Hii application msaada wake ni pale ambapo kwenye simu yako sasa umeshakuwa na mafaili mengi. Either umerushiwa picha na mtu, picha ni nyingi, kuna zingine zinajirudia rudia, au unataka kufuta tu picha zako, picha zishakuwa nyingi, kuna picha ambazo sio za muhimu au zinajirudia rudia mbili, unaamua ufuta. Hizo picha, muziki, video, document. Hii application hii moja kwa moja itakuletea picha ambazo zimejirudia na itamaki ibaki picha moja. Utafungua application yako alafu utachagua kama upande wa image unataka kufuta picha zinazojirudia, utabofya image. Kama unataka muziki utabofya audio. Kama document utabofya document. Ikishafunguka tu itakuletea picha zilizojirudia na option moja ya kudelete, utadelete. Kwa hiyo itakusaidia sana kwenye kufuta vitu vinavyojirudia mara mbili. Application namba 4 inaitwa Wi-Fi QR Code Password Scanner. Hii hapo bwana ni app ya kijanja sana ambayo itakusaidia wewe kuweza kupata password ya Wi-Fi bila kumuuliza mtu yeyote. Kwa hiyo inachokitaka ni kwamba utaingia kwenye simu ya mtu mwingine ambaye ameshawahi kutumia Wi-Fi husika unayoitaka wewe. Mwisho wa siku utatafuta sehemu ya QR code, hapo hii itaweza kukusaidia kuskani. Utaskani, mwisho wa siku itakuletea taarifa zote za Wi-Fi hiyo mpaka password. Kwa hiyo ni hapo ambayo itakusaidia sana kujua password za Wi-Fi mbalimbali. Na nimeelekeza video iliyopita, nimeweza kuelekeza
namna kuitumia application hii. Kama utaielewa vizuri, link nimekuwekea chini, utaklik itakupeleka moja kwa moja kwenye video ambayo nimeelekeza matumizi yote ya hii application ya Wi-Fi, QR code, password scan, katika kujua password za Wi-Fi. Application namba 4 ya kuwa nayo kwenye simu ni hii. Hivyo application ya 5 na ya mwisho inaitwa Screen Translate. Hii na yenyewe ina kazi nyingi sana katika simu yako. Msaada wake mkubwa ni pale ambapo unahitaji kuandika maneno labda ya tafsiri. Yani unaweza kuandika sentence yako ya maneno ya Kiswahili, afu mwisho wa siku ukachagua yabadilishe kuwa lugha gani, aidha Kiingereza au lugha zingine. Utaklik mara moja, mwisho wa siku sentence yako itatafsiriwa kwenda lugha uliyochagua wewe. Ama kuna sentence ya Kiingereza hujaielewa, utaikopi, utakuja kuipaste katika application hii, kuleta kutafsiria sentence yote ya Kiingereza, itakutafsiria kwenda katika lugha ya Kiswahili. Sio hivyo tu, pia application hii inaweza kukusaidia kutranslate, maana yake kutafsiri screen nzima. Unaweza kama mtandaoni una browse maneno hapo ya Kiingereza uyaelewi, itakuletea button fulani hivi, icon moja na float juu ya screen. Ukibofya mara moja tu, basi kama maneno yale hapo katika lugha ya Kiingereza itakubadilisha moja kwa moja itakuwa katika lugha ya Kiswahili. Sehemu yote utakuwepo. Au unaangalia movie ina subtitle za Kiingereza, unahitaji au elewi, unataka zile za Kiswahili subtitle zile, pia utabofya button ambayo ina float juu ya screen yako. Mwisho wa siku ile maneno yatabadilika, ya subtitle yatakuwa ya Kiswahili ama lugha yote ambayo utahitaji wewe. Kwa hiyo muhimu wa application hii ni katika kubadilisha lugha yoyote kuwa lugha yoyote, na pia kutafsiri sentence kwa sentence. Hivyo naamini ukishakuwa na app hizi zitakusaidia sana katika matumizi yako ya kila siku. Na naamini kwa matumizi ya application hizi utaenjoy sana. Usisahau kusubscribe channel yangu ya Procha TV, kisha bofya alama kengele kuendelea kupata michongo mbalimbali katika channel yangu. Asante.